Neno la msingi la leo au niseme somo la leo ni mwenye haki ataishi kwa imani. Kama unapenda andika. Mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mtu mmoja afungue Habakuki 2 mstari wa 4. Habakuki 2 mstari wa 4. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hili neno la leo linatukumbusha kwamba safari ya Kristo haiendeshwi kwa kuona, inaendeshwa kwa imani. Safari ya Kristo haiendeshwi kwa macho, inaendeshwa kwa imani. Yesu asifiwe sana. Kuna nyakati mambo hayaonekani, njia haieleweki, lakini Mungu anasema ishi kwa imani, si kwa macho. Pia mtu mmoja afungue Waebrania 10 mstari wa 38. Waebrania 10 mstari wa 38. Kweli za msingi kuhusu imani. 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 Yesu asifiwe. Kweli za msingi kuhusu imani. Namba moja. Imani ni kuamini hata usipoona. Imani ni kuamini hata usipoona. Imani ni kuamini hata usipoona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni kuamini hata usipoona. Imani ni kuamini hata usipoona. Mmoja afungue Waebrania 11 mstari wa 8. 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 Kipata unaweza kusoma. Waebrania 11:8 Biblia inasema, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendapo. Amen. Yesu asifiwe. Wakati unapoomba na bado hauoni majibu, usikate tamaa. Imani inakuambia Mungu bado anatenda nafasi. Yesu asifiwe. Mungu bado anatenda nafasi. Yesu asifiwe. Mungu bado anatenda nafasi. Namba 2. Imani inafungua milango. Imani inafungua milango. Imani inafungua milango. Imani inafungua milango. Kuna milango ambayo haitafunguka kwa akili, nguvu au uwezo, lakini ikifunguliwa kwa imani. Sema amen. Yesu asifiwe sana. Mmoja afungue Matendo 12 mstari wa kwanza hadi 17. 12 mstari wa kwanza hadi 17. Nasema
majira yale ya Herode mfalme ameosha mikono yake kwa tena mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa pili akamuua Yakobo yake Yohana kwa upanga. Na kiona ya kuwa inapendeza, Wayahudi akaendelea kushika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo chacho. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wa mlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nao kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika kule chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Mstari wa 8. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Mstari wa 10. Na walipopita rendo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kumtoa katika mkono wa Herode na katika Tanzania kote kwa taifa la Wayahudi. Sasa 12. Na alipokuwa fikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Sasa 13. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipotambua sauti ya Petro, hakumfungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. 15. Akamwambia, una wazimu, lakini yeye akaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. 16. Petro akakutuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu. 17. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, mpateni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Amegharibiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Amina. Kwa hiyo huyo mwanamke anaamini kuwa akishika pindo la yule mwanaume anaweza asifiwe. Imani ni ushindi wa Kristo. 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 Biblia inasema, na huku ndiko kushinda, na huku ndiko ushindako pia imani yetu. Biblia inasema, na huku ndiko ushindako pia imani yetu.
ushindi wako uko katika mazingira, uko katika watu, uko katika ipo katika ushindi hauko katika mazingira, uko katika watu, uko katika mazingira. Tumoja fungue Yohana mlango wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Mlango wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ujumbe wa leo, tembea kwa imani, si kwa hofu, si kwa imani, si kwa kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Tembea kwa imani, si kwa hofu, si kwa imani, si kwa kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.